Andika, Mungu huwalinda wasio na hila. Nisikilize vizuri, kwamba Mungu huwalinda wasio na hila. Ndio somo la mchana wa leo. Hila ni nini? Hila maana yake ni nini? Hila ni ujanja au ulaghai uliobuniwa ili kumkomoa. Hila ni nini? Hila ni ujanja au ulaghai uliobuniwa ili kumkomoa mtu. Hiyo ndiyo inaitwa hila. Yaani mtu anajibunisha, mtu anafanya ulaghai, lengo lake anataka akukomwe. Sasa hiyo ni hila. Na watu wa jinsia hii hawataweza kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwa anawalinda watu wasiokuwa na hila. Maana yake mtu mwenye hila Mungu amfurahika. Kuna hila maeneo mbalimbali. Kuna hila maofisini, kuna hila katika marafiki, kuna hila kanisani, kuna hila katika ndoa, kuna hila katika marafiki na maeneo mengine. Kuna hila zipo. Yaani Mungu, mtu anaamua apunishe jambo la ulaghai. Kwa vile ameona tu mtu huyu yuko hivi, amependezwa na mtu huyu, anamtafutia hila fulani hivi, anatafuta hila, anapundisha uongo ili kumchafua. Lengo lake nini? Kibali kife. Lengo lake nini? Anapendwa sana huyu, kwa hiyo anamtafutia namna ili achukiwe. Hila. Mungu hawezi kufurahia mambo kama hayo. Kitabu cha Zaburi 116. Kitabu cha Zaburi 116 na ule mstari wa 6. Bwana huwalinda wasio na hila, na nililika akaniokoa. Endelea ule mstari wa ngapi ule wa? Mstari wa 7 inasema, ndio, nafsi yangu, urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Mstari wa 8. ndio, maana umeniponya nafsi yangu na mauti. ndio, macho yangu na machozi na miguu yangu na kuanguka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza habari, inasema Bwana huwalinda wasio na hila, na nilikika akaniokoa. Bwana huwalinda watu wasiokuwa na hila. Unataka kumwona Mungu, unataka kutembea na Mungu katika maisha yako, juu ya maisha yako, usiwe na hila. Tunaenda ona watu na watumishi mbalimbali ambao wamekuwa na hali ya kutokuwa na hila katika maisha yao. Mungu aliyoweka kwenye kiwango cha hali ya juu sana. Hila, unamfanyia hila, na mahila haya yapo tubinti tunataka kuolewa, tunafanyia na hila. Kanigundua kwamba mwenzangu amepata mwanaume kumuoa, kanaweza kufanya hila. Hayo nayo mimi nimeyaona. Hila inatengenezwa. Hila maana yake nini? Hila ni ujanja au ulaghai uliobuniwa ili kufanya kumkomoa mtu.
hila, wakatafuta wapi wamekosea, wakabuni, wakatengeneza lengo lake umkomoe Danieli. Lakini neno anasema Bwana Mungu huwalinda watu wasiokuwa na kitu gani jamani? Wasiokuwa na hila. Unataka umpendeze Mungu, unataka ufike mbali, unataka ufanikiwe, ondoa hila. Wewe unanisikiza mchana huu, ondoa hila moyoni mwako. Hata kama unaona huyu mtu anafanikiwa, hata kama unaona mtu huyu namna gani, ondoa hila. Ukiondoa hila utafanikiwa katika jina la Yesu. Ondoa hila. Mama ya kufanikiwa haya ni muda tu. Usibabaike, ametangulia. Usisumbuke, amekuzidi leo. Wewe ni muda tu. Habari ya kufanikiwa huwa ni swala la muda. Tumeyaona hayo. Yaani pia unaanza kutengeneza bifu. Unatengeneza bifu ya kumchukia mtu kwa sababu hapana. Biblia inasema hiyo Zaburi 116:6, Bwana Mungu huwalinda watu wasiokuwa na hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha na utumishi wa Daudi ulikuwa hauna hila. Ndiyo maana kati ya wafalme wote ambao Mungu alijivunia kwao ni Daudi. Kwa namna hii mpaka leo huyu Yesu leo anaitwa ni mwana wa jamani, ni mwana wa Daudi kama unajua. Yaani na kabla ya kuja Daudi alikuwa anasema Mungu hivi, sasa hivi nitakuja kuweka kiongozi ambaye anayeupendeza moyo wangu. Daudi alikuwa hana hilo. Alikuwa ni mtu ambaye hana hila. Ukiunda bifu kwa Daudi unajichosha mwenyewe. Tutaenda ona huko mbele amefanywa hila, lakini yeye kulipiza kwake kwa hapana. Yaone maisha ya Daudi leo. Ona alivyoinuka. Ona alivyopiganiwa na maadui zake. Ona alivyowatandika maadui zake. Ona ambavyo Mungu alivyomsaidia Daudi mpaka maisha ya mwisho. Daudi, Biblia inasema Daudi akishamaliza kulitumikia shauri la Bwana ndipo Daudi akalala. Hayupo mwingine ambaye neno la Mungu limemweleza hivi. Wengine tu wamekaa duniani, wamezeeka, wakaondoka. Lakini Daudi inamweleza Daudi baada ya kumaliza kulitumikia shauri la Bwana ndipo akafanya jamani, akala. Ondoa hila. Unataka umuone Bwana katika maisha yako, ondoa hila. Mimi najitahidi sana, na kanisa limenitengeneza, na kanisa limenifundisha vitu vingi, nikavuka salama. Sina hiyo. Amen. Yaani kuna watu wengine huwa inatokea mtu akihama, akitoka kaenda pale anaweka bifu. Mimi never. Amen. Mimi sina hila. Sina hila. Kuna pastor mmoja mpaka alimchallenge, wakahamia washirika maeneo ya kwake. Nikamwambia mtumishi, chukua washirika hao. Amekuwa mfano akilizungumza sana kwamba wewe ni mtu wa namna gani wewe. Sina hila. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unataka muone Mungu katika maisha yako, kule ofisini kwako, kule nyumbani kwako, kwa marafiki zako.
usiwe na hila. Hila. Alafu Mungu atakulinda wewe, atakupigania wewe, watakufanyia hila, maana wewe hauna hila. Utatoka salama katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Maana ya pili, nini maana ya hila? Hila ni hali ya ndani. Andika hivyo. Hila ni hali ya ndani au ya moyoni mwa mtu. Hila ni hali ya ndani au ya moyoni mwa mtu ya kukusudia maovu au kuharibu maisha ya mtu mwingine. Hila maana yake nini? Ni hali ya ndani au ya moyoni mwa mtu ya kukusudia maovu au kuharibu maisha ya mtu mwingine. Yaani mtu anakufanyia figusi. Kwa nini wewe upo kwenye ofisi hii? Kwa nini wewe unapendwa sana kwenye ofisi hii? Kwa nini wewe kila ikiwa hivi wewe inakuwa hivi? Mambo wewe mbona ni mema tu? Mbona wewe unapendwa sana? Mbona wewe uko hivi? Mtu mwenye hila kumbe anakuwa amekusudia, yaani anakuwa na hali fulani ndani au ndani ya moyo wake yenye makusudi kabisa ya kuharibia maisha. Makusudi. Sasa mtu huyo, na kama uko hapa, huwezi kufanikiwa. Huwezi kufanikiwa. Huwezi. 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 Kwa sababu madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwa yule mtu ambaye umemharibia. Tazama, unaharibu maisha yake, ndio unaharibu mpaka familia yake, unaharibu mpaka watoto wake wanateseka. Kuna wakati mwingine watu wanafanyiana mahila kwenye kazi za ajira. Yaani mtu anamfanyia mtu hila ili afukuzwe kazi. Okay, akifukuzwa kazi, huyo mtu kwanza anakuwa frustrated. Anahangaika sana. Anakuwa na stress nyingi maana hana kazi. Lakini jambo la pili, ile familia inapata taarifa juu ya madhara ya yeye kuachishwa kazi. Kwa hiyo familia inaanza kuhangaika. Haya, inashuka mpaka mbali sana, mpaka watoto wanahangaika. Lakini ukiifuatilia, imekuja kutokea kwa mtu mmoja tu, naye aliwahi kufanya hilo. Huwezi kuwa salama. Huwezi kuwa salama. Kanisa la Mungu, jifunze na somo hili. Nielewe vizuri. Hila ni mbaya. Mungu afurahi hila. Tusifanyiane hila. Ondoa hila. Tumikie Mungu kwa moyo wako wote. Fanya kazi zako. Mfalme Daudi inajieleza wazi, alipendwa na Mungu sana kwa sababu yeye hakuwa na hila katika uongozi wake. Alitembea na hofu ya Mungu sana ndani ya maisha yake. Kuna pasentesi hapa anasema hivi, hata alipotafutwa kuuawa na Sauli hakuwa na kisasi ndani yake. Hebu rudia nini wasema? Twende. Barikiwe sana ni familia. Hakuwa na kisasi. Hebu soma Samueli wa kwanza 19.
mstari wa kwanza na wa pili. Tuone tu kidogo hapo hiyo Samueli wa kwanza 19 na ule mstari wa kwanza. Hata alipotafutwa kuuawa na Sauli, yeye hakuwa na kisasi. Kuna wakati mwingine alikuwa anamwambia kabisa, wewe ni masihi wa Bwana, mimi siwezi kufanya jambo lolote. Kuna kipindi akawa anamtafuta naye anakimbia, tayari naye amekuwa na kundi. Ikatokea Sauli na kundi lake dogo hilo wamekwenda mlimani. Sasa akatumia mambo ya kiintelijensia. Kilichofanyika ni nini? Wakati usiku, Bwana, lile vazi lake Sauli likakatwa. Lilipokatwa akaletewa Daudi. Lakini nani hasa aliyelikata? Aliyelikata ni mjeshi wa Daudi, wala si vinginevyo. Kwa hiyo alipenyaje mpaka akamfikia Sauli? Ni mambo ya kijeshi. Sasa asubuhi yake kuna kucha, anamwendea, anamwambia mfalme Sauli, anamwambia, mzee wangu, baba yangu, mimi mbona unanitafuta kuniua? Mimi sina neno na wewe, maana kama ningekuwa na neno na wewe, hebu angalia, hii siyo alama ya shati lako, siyo alama ya kanzu yako. Akashangaa, akaona Sauli kweli ndiyo alama ya kanzu ambayo ameivaa. Alipoangalia, hii kweli imekatwa. Daudi alipothibitisha kama ameona, ndipo akamwambia, kama nimeweza mpaka kuja kukatia hilo vazi lako, ningeamua kuua, si ningekuua kabisa. Hii inaonyesha mimi sina hila na wewe. Jina la Yesu barikiwe sana. Tendo lile lilimbariki Yehova, lilimbariki Mungu mpaka alishangaa Daudi. Karibu hiyo Samueli wa kwanza 19 halafu mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza sura 19 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ndio, kisha Sauli akasema na mwanawe Yonathani, ndio, tena na watumishi wake wote, kwamba wamue Daudi. Ndio, mstari wa pili. Lakini huyo Yonathani mwana wa Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Yonathani akamwambia Daudi, akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi ujiangalie sana asubuhi, ukae mahali pasiri na kujificha. Basi hebu nenda mama, sura ya 20, nenda tu pale mbele 20 mstari wa kwanza. Tunafuatilia vile ambavyo Sauli alimtafuta Daudi. Samueli wa kwanza sura 20 mstari wa kwanza, Biblia inasema, kisha Daudi akatoka Nayothi huko Lama, akakimbia akaenda kwa Yonathani, akasema mbele yake, nimefanya nini? Uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini? Hata akaitaka roho yangu? Naye akamwambia, hasha, hautakufa. Angalia, baba yangu hatendi neno kubwa wala dogo bila kunifunulia mimi. Basi kwa hiyo hapa Daudi ameona anavyowindwa, ameona anavyotafutwa, alafu anajinunisha mpaka anasema, mimi jamani, wewe ndio nadhani mtoto wa Sauli, hili dhambi yangu mimi ni nini? Nimekosa nini mpaka baba yako mimi anatafuta kuniua? Nimefanya dhambi gani? Rafiki yake Jonathan anamwambia, hasa rafiki yangu, hautakufa. Akamuuliza kwa nini? Akasema, unajua baba yangu hawezi kufanya jambo lolote bila kuniambia. Kwa hiyo chochote ambacho ataniambia mimi nitakwambia. Ile 20 nasema, lakini dhambi yangu hasa ni nini? Mtu mwenye hila
ya kukusudia maovu au kuharibu maisha mtu mwingine. Hiyo ndio hila. Hasa mimi nakuuliza, unapata faida gani kwamba huyu mtu ateseke na kuhangaika? Unapata faida gani? Kanisa la Mungu, tokeni kwenye hila. Wewe unayenisikiliza, libebe jambo hili likiwa ni sehemu ya akiba yako. Kuna siku wakati mwingine inaweza, hata kama mtu amekuudhi, kwa nini mtendee hila? Kwa nini kusudia mambo mabaya juu yake? Vile unavyofanya hivyo, maana yake uwepo wa Mungu, nguvu ya Mungu inakuacha. Unabaki peke yako. Nguvu ya Mungu inapungua kwako. Ina faida gani uwe na hila? Utapata faida gani? Unafanya hila ili tu huyu mtu huyu ahangaike. Alafu unapomfanyia hila mtu mzima, maana yake unakuja tesa mpaka watoto wake hawataenda shule labda. Na kama hawataenda shule, maana yake wakati mwingine itakuwa ni neema kubwa mno ambayo itawafuatia watoto wale. Maana bila shule kwa kweli, shule ni muhimu. Hata kama si kweli kwamba kusoma ndio kuwa na maisha. Kuna watu wana maisha leo na wana matasi makubwa, wameajiri wasomi. Yeye ana darasa la kwanza na la pili peke yake, anapeleka maisha sawa, lakini shule ni ya muhimu. Jamani, amen. Shule ya muhimu. Kwa hiyo unamfanyia mtu hila, alafu anafukuzwa kazi, anashindwa kusomesha watoto wake. Hila unaifanya familia ile ihangaike. Hila shida kabisa. Unafanya wavae kwa shida, wale kwa shida, heshima ya familia unaiondoa. Nini? Ni wewe ulifanya hila. Haiko sawa. Sasa Daudi, hebu nenda Samueli wa pili, tumuone huyu mtumishi wa Mungu Daudi aliyofanya. Samueli wa pili sura ile ya 9 na ule mstari wa kwanza. Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza uende mpaka 9. Biblia inasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli? Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathan? Ndio. Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi. Ndio. Na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Sawa. Siba akamwambia mfalme, Yonathan anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya makiri. Nyumba ya makiri manake ni nyumba, zile nyumba ambazo tuziteja Kiswahili ni zile nyumba za watu walemavu, wanakusanywa, wanaweka eneo. Ukienda pale kwa Ndoto kuna nyumba za makiri, yani za watu wakoma. Ni nyumba za namna hiyo, watu wasiojiweza basi wamewekwa eneo moja. Kwa hiyo mtoto huyu alikuwa hivyo, amechukuliwa ili aendelee kuwa anasaidiwa. Ndio. Mwana wa Mieli katika Lodebari. Ndio. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamondoa katika nyumba ya makiri. Sawa. Mwana wa Mieli katika Lodebari. Mstari wa 6.
Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani, mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi. Akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi. Naye akaitikia, mimi hapa mtumwa wako. Mstari wa 7. Daudi akamwambia, usiogope. Maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako. Nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako. Nawe utakula chakula mezani pangu daima. Sawa. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini? Hata umwangalie mbwa mfu kama mimi? Basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni habari ya Daudi. Umefika wakati Sauli, Jonathan wamekufa. Sauli mfalme, Jonathan ambaye ni mtoto wake mfalme wamekufa. Tayari Daudi sasa amekaa kwenye kiti cha mfalme, ameenea vizuri. Yaani kama ni kisasi, ulikuwa ndio wakati wake. Sasa walinitesa, acha waone. Walininyanyasa, acha waone. Walinifanyia vile, hata mimi niwafanyie hivi. Ulikuwa ndio wakati wake na wasaa wake. Lakini moyo wa Daudi ulikuwa ni moyo wa pekee. Ulikuwa ni moyo wa kanisa. Ndio maana kama kanisa unataka kufika mbali, iwe ni katika maisha yenu ya kifamilia, wewe umeokoka na umeokolewa, Mungu amekutoa, wamewahi kunyanyasa ndugu zako hapo nyuma, na kuomba sana usilipize kisasi. Sema amen. Bwana asifiwe. Waliwahi kufanyia jambo la aina yoyote, usifanye kwa hila. Ukifanya tu kwa hila, wewe mkosea Mungu. Acha Mungu atumike. Acha Mungu akuinue. Acha Mungu akuoshe kwa sabuni. Walikuchafua sana. Unajua walichafua sana watu hawa. Acha Bwana anunue sabuni ya marashi akupake yeye. Zuri mno. Iko sawa hiyo sabuni ya marashi. Jina la Yesu barikiwe sana. Sasa wamemtafuta Daudi. Tumesoma ile 19 sura na ile sura 20, mpaka anauliza, hivi mimi dhambi yangu ni nini? Ukianzia sura ya 18 unaona vile ambavyo Daudi alivyokuwa anakwepa mishale. Anaitwa, yani kina namna anaitwa, Bwana njoo uje upige zeze, mfalme anataka. Anaenda, anaanza kupiga, anapiga zeze. Mfalme amekaa kama kumbe na ana nini ile? Spia, ito nini? Mkuki. Kwa maana mkuki. Ile anapiga, yani anapiga paka roho Bwana shuka. Siku moja anapiga. Jamaa likachukua mkuki likamlenga. Akachilia. Jamaa akakwepa. Piga na ukuta huo. Alafu jamaa akashuka, kimbia. Amepona na mikuki ya Sauli. Sio mara moja wala mara mbili. Lakini Daudi yupo tu. Tujifunzeni kwa mtu huyu ambaye alipendwa na Mungu. Mimi nawapenda sana watu hawa ambao walipendwa na Mungu. Natamani nifuate nyayo zao ili nifike mbali. Unajua ukimfuata mtu ambaye ana maono mafupi utakomea pale. Ukimfuata mtu ambaye ana maono makubwa, ndio maana nikitaka nikujue wewe ni rahisi tu. Wewe nionyeshe marafiki zako, nikiwajua marafiki zako nitakujua vizuri. Simple like that. Wewe nataka nionyeshe, nataka nikujue ulivyo. Okay? Hebu nipe marafiki zako nao sema kwamba Bwana hawa ni marafiki zangu. Huyu ni rafiki yangu. Yaani huyu ni wa downtown. Nipe, alafu nimsome huyo. Nikimsoma tu huyo, nimekupata. Sasa tumishi wa Mungu Daudi
mara kadhaa kuwa, lakini yupo tu, anarudi tena, anakuja kwa hofu. Wakati mwingine anatuma ujumbe kwa rafiki yake Jonathan, anamwambia niulizie, mwangalie baba yako kama yupo kwenye mudi gani, yupo kwenye hali gani. Akiwa kwenye mudi nzuri, yupo kwenye utulivu, mimi nije nyumbani. Lakini kama hayuko sawa, baki huko. Na Jonathan alimpenda kweli. Kwa hiyo Jonathan anakwenda kwa baba yake, anampeleza, alafu anampa ishara. Sasa bwana, ukiona tu nimekuja kurusha upinde, nimerusha mshale juu ya kichuguu hicho, ukikuvuka ule mshale, ujue hali ni mbaya, potea. Ujue mzee hayuko vizuri. Kwa hiyo imefanyika hivyo mara kadhaa, ikafanyika vile, lakini Daudi yupo tu. Mwisho wa saa, Sauli akafa, Jonathan akafa, ndipo akatawala. Jina la Yesu barikiwe sana. Jambo la kwanza ambalo nataka nikupe challenge, ametawala Jonathan, ametawala Daudi, anafuata ile familia ya mzee Sauli. Anafika na uuliza hivi kwenye familia hii ya mfalme Sauli pamoja na Jonathan, kuna nani ambaye yupo nipate kumpendea mema kwa ajili ya Jonathan? Mtu mmoja akasema, yupo mtu mmoja anaitwa Siba. Huyu Siba ni mtumishi wa miaka mingi sana kwenye ile familia. Lakini Jonathan ana mtoto mmoja. Yule mtoto alizaliwa akiwa ana maumbo yake yako vizuri, miguu yake iko sawa. Sasa akiwa katika miaka 5 ikatokea vita. Sasa amebebwa katika kimbia hiyo, akaenda kaanguka, ile miguu yake ikavunjika mpaka leo hii hawezi kusimama. Kwa hiyo anatembelea miguu yake magoti hivi, hawezi kusimama. Ni mtoto wa Jonathan. Huyo ni mtoto wa Jonathan. Jina lake anaitwa nani tunasema? Methi. Yuko wapi? Hayupo kwenye vile vituo vya watu maalum wanatunzwa huko. Nitieni huyo mtu. Kwa hiyo akafuatwa. Alipofuatwa kuambiwa unaitwa na mfalme, inaeleza wazi kaliogopa, kalitetemeka, kalisema leo mimi naenda kumalizwa. Baba yangu alishafariki, babu yangu alishakufa. Leo ni nini? Leo naitwa mimi huyu niliye mbwa mfu aliyekufa, naitwa na mfalme. Kuna kitu gani? Kwa hiyo kapelekwa pale, kanatetemeka. Ninasema alipokaona mfalme Daudi akasema usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema usiogope. Nataka wewe leo nikutendee mema kwa ajili ya Jonathan baba yako. Ninakumbuka nilivyosema. Nakumbuka mno. Maana yake alifuta mambo yote ambayo aliwahi kutendewa na babu yake. Alitafuta kuoa mara kadhaa, alifanyizwa hivi, alipita kwenye shida ngumu. Kuna wakati Daudi kaenda mpaka Nayoth. Sasa anatafutwa, anakuta kuna geti liko pale na anataka vuka aende mpaka mbali. Afanye nini? Akafanya triki za kina malashi wanazijua wao. Akajifanyeje? Kwanza akajimwagia mamchanga kichwani, halafu akayaacha mate yanadondoka hovyo. Alafu akawa hafati barabara katikati, akawa anapita pembeni kama anaokota makopo hivi. Kwa hiyo akapita kwenye ile geti lile, na maadui zake walikuwepo pale, wakasema huyu ni mwehu. Alipovuka pale
akaenda huko mbele, akaenda kuoga na akawa salama. Mpige Bwana Yesu makofi. Yote hayo aliyakumbuka, yote hayo aliyajua. Alifanya vile kwa sababu alikuwa anatafutwa. Leo maadui zake wamekufa, lakini Daudi anasema, natafuta mtu wa jamii, wa ukoo, wa familia ya mzee Sauli, nipate kutenda mema. Hii ndio kitu hii ambayo ilimfanya Mungu amwangalie kwa jicho la pekee Daudi. Ana moyo wa namna gani mtu huyu? Nataka niwaambie kanisa la Mungu, jioni ya leo na mchana huu, tengeneza maisha yako. Kama una moyo wa hila, umewahi kufanyia mtu hila na leo anahangaika, iko madhabahu hile, umwambie Mungu nisamehe. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio wakati mwingine imechelewesha sana mambo yako. Kuna mambo mengine huenda umewahi kumwelezea mtu maneno mabaya, kumbe ni ya ulaghai, na ukafanya kabisa kwa makusudi kabisa, ili tu ahangaika, teseke, ili tu afinyike, ili tu awe katika hali fulani fulani. Sasa leo Mungu anakwambia utengeneze. Tengeneza. Maana Mungu huwalinda watu wasiokuwa na hila. Maana yake Mungu hashughuliki na watu ambao wana hila. Hila ni mbaya. Mimi namwomba Mungu sana anisaidie katika maisha yangu nisiwe na hila. Maana hila inachelewesha kufika unakoelekea. Hila inakufanya ukae Kadesh Barnea kwa muda mrefu, ukae maeneo moja kwa muda mrefu, kwa sababu ya hila. Yaani vile huyo mtu anavyofinyika, kweli nimeonewa hivi, kweli nimesingiziwa hivi, kweli huyu mtu amenipaka matope mabaya namna hii, wakati mimi sijafanya. Na yeye huyu anayesema anajua kabisa kwamba sijafanya, lakini kwa sababu tu yeye anataka aonekane, au aidha aniondoe mimi, halafu yeye sasa asogee. Au wakati mwingine anataka tu mimi maisha yangu yaharibikiwe. Vile anavyofinyika hivyo huyo mtu, anavyoumia hivyo huyo mtu, wewe hauwezi kubaki salama. Hila ni mbaya. Kanisa la Mungu, usiwe na hila. Vijana ambao mnakuwa na kuongezeka leo, mtakapokwenda siku moja mkakaya kwenye maofisi makubwa makubwa makubwa, jilinde na hila. Usifanye hila. Mungu anachukia hila. Maana hila ni ujanja tu au ulaghai unaobuniwa tu na mtu ili tu kumkomoa mtu. Unafanya ili kumkomoa mtu ili weje. Eti nakuuliza, unafanya hivyo ili umkomoe, ili upate kitu gani? Unamkomoa ili weje? Unamkomoa ili upate faida gani? Upate faida gani? Unamjazia mauongo ya ajabu ambayo una uhakika kabisa kwamba sio hivyo, lakini unaamua kumchafua ili upate faida gani? Hapana, nikatae hiyo hali katika jina la Yesu Kristo. Kama unataka kumwona Mungu katika maisha yako, usitende kwa hila. Usifanye mambo yako kwa hila. Achana hila. Usiumize watu. Kwani umuumize mtu? Kwani umtese mtu? Kwani umfanye mtu mwingine ashinde kulala usingizi kwa sababu ya uongo ulaghai wako? Halafu wewe ni taifa teule. Usisahau kabisa hiyo kitu. Wewe umeokoka. Unamuumiza mtu. Unafanya ulaghai ili tu uipate nafasi ya wewe. Hapana, iko sawa. Hebu naomba tusikie.
Ninakukaribisha katika ibada zetu zinazofanyika chini ya mpako mafuta wa Bwana Mchungaji Daniel Emmanuel Manga katika kanisa la AGGCI Nyumba ya Mkate, Shinyanga mjini. Kanisa letu linapatikana viwanja vya Mwadui mkabala kabisa na shule ya sekondari Ngokoro. Mtumishi wa Bwana, ibada zetu zinafanyika chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu linaloambatana na ishara, miujiza, uponyaji na matendo makuu ya Bwana. Karibu ukakutane na muujiza wako. Karibu uabudu pamoja nasi. Meza inazunguka, meza inazunguka.